Amina. Karibu kwa mhubiri wetu siku ya leo. Karibu, akaribia tukipiga makofi na kumkaribisha. Tutasimama si bote, tutasimama mhubiri atakuja. Amen, 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 amen. Watoto wa Mungu tukale. Nitaimba tu kidogo. Natamani kwenda mbingu kwa Baba. Ni nzuri ya watakatifu. Hapa duniani sioni raha. Ni mchoko na shida tu. Hata nikipata raha ya dunia na heshima, sitosheki na tamani siku moja nifike mbingu kwa Baba yangu, huko nikamwone Bwana wangu aliyenifia. Bwana wangu nisaidie, nifike mbingu kwa salama, nikaone yale yote niliyoyaamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko pamoja nami, nyosha tu mkono kwa utukufu wa Mungu. Yeah, namshukuru Mungu sana kwa I thank God for baraza ya kanisa, the elders of the church, kutukumbuka na sisi wadogo, to remember us who are little coming, na shia kusimama mbele ya taifa la Mungu, and to stand in front of the people of God. Wananiita Noela. Her name is Noela Mulongo. Noela Mulongo. Jina yangu ya pili nilipewa ni Madam Kabuya. And the second name that she's been given is Miss Kabuya. Na jina yangu ya tatu ni Mama Joyce. And the third name is Mama Joyce. Ukanita Mama Grace ndaitika, ukanita Mama Janice ndaitika. You call her ukanita Mama Mariane ndaitika. Mama Grace, Mama Mariani, all her names. Yeah, namshukuru Mungu sana kwa kibali. She thank God for this opportunity. Elia kwa mlima wa Karmeli. Elijah on the mountains. Elia kwa mlima wa Karmeli. Elijah on the mount of Carmel. Alikutana na manabii wa Bali. He met the prophet of God. Na wakati alikutana na manabii wa Bali, and when he met the prophets, ilikuwa makusudi ya Mungu was the purpose of God kurudisha watu wake kwake. to return his people to him. Ilianzia wapi? When is he started? Huyu mfalme Ahaba, This king Ahab, alienda kuoa na mwanamke. He went to get married to a certain woman. Huyo mwanamke alikuwa kuabudu miungu. And the woman was idol worshiper. Na wakati alikuwa kuabudu miungu, And when she was the idol worshiper, akaleta miungu yake katika Israeli. and she brought the same God that she was worshiping into Israel. Na watu wa Mungu wakaendea hiyo miungu. And the children of God all fall in the same way. Israeli yote ikachanganyikiwa. And all the Israelites, they were confused. Acha nikuambie mtu wa Mungu. Let me tell you, the children of God. Mtu mmoja One person ndani ya kanisa, in the church, ndani ya nchi, in the country, ndani ya familia, in the family, anaweza kuacha familia yote inaharibika. can cause all the family to be miserable. Ndio maana mzazi mwenzangu, And that's why, my beloved parents, ndugu mwenzangu, my beloved, ukianza ona chatu mbaya, anza kuikemea when mapema. you see a certain point or a certain things in the family, start killing it. Watu wa Mungu walipochanganyikiwa, Because the children of God, they were all confused. Elijah ilibidi waende kwa mlima wa Karmeli wajue Mungu wa kweli ni supposed to go nani. to the mountain of Carmel and pray to see who's the true God. Wakafika pale, And when they get there, aseme wanabii wa Bali wakaanza kufanya mambo yao yote. and the prophet, they start doing their work. Acha niende haraka. And let me go quick. Wakati vitu vyote vilifanyika, When everything done, shabaha ya Mungu the purpose of God, alikuwa anataka arudishe watu yake He
kwake. wanted to bring his people together. Alitaka atoshe watu yake mumiungu. He wanted to take his people from Roho slavery, ya kuabudu miungu the heart of worshiping na idols, awalete kwake. and brought them to him. Hiyo ndio ilikuwa shabaha ya kuwapeleka Karmeli. That's all the purpose of taking them to another city. Neno letu la mchana wa leo. Our word of this evening, Mbingu. the heavens, Ni nani atakuingia? who can enter? Ninakuuliza na wewe na mimi And najiuliza. asking you and asking myself, Je, utaingia mbinguni? truly, are you going to enter in the kingdom of God? Tusome Mathayo sura 7:21. Let's read in the book of Matthew, chapter 7, 21. 21. Mathayo 7:21. Na mwingine atatusomea Yohana wa kwanza 2:15 mpaka 17. Matthew 21. 7:21 and then 1 John 2:15 to 17. 7. Karibu utasomea. Matthew 7:21. 21. The Bible record, I read it in the name of Jesus. Amen. Not everyone who called me the Lord will enter God's kingdom. The only people who enter are those who do what my Father in heaven wants. Amen. Mwingine tusomee Yohana wa kwanza sura ya 2. Yohana ya kwanza sura ya 2 15 mpaka 17. 15 hadi 17. Biblia na tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Msipende dunia wala maneno katika dunia. Mtu akipenda dunia, mapendo ya Baba si ndani yake. 16. Maana kila kitu kilicho katika dunia na tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitoki kwa Baba, lakini vinatoka kwa dunia. Ni hapo 17. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Mungu anadumu hata milele. Amen. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Don't love this evil world or the things in it. If you love the world, you do not have the love of the Father in you. This is all there is in the world, wanted to please our sinful selves, wanted in 16. This is all this is what I'm reading, correct? You said 15. 15 to 17. 15. Do not love this evil world on the things in it. If you love the world, you do not have the love of the Father in you. This is all there is in the world, wanting to please our sinful selves, wanted the sinful things we see, and being to be proud of what we have. But none of those comes from the Father. They come from the world. The world is passing away, and all the things that people want in the world are passing away. But whatever does what God wants will live forever. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Nilisema tutaongelea juu ya kusema mbingu ni nani atakayeingia. I said we were talking about who's going to get into the kingdom of God. Pale tulisoma kwa Mathayo, Where we read that Matthew, anasema hivi. he said this. Si kila mtu. It's not everybody. Manake kuko watu wenye But there are wataingia. people who can enter. Lakini kuko wamoya There are some, wanasema Bwana Bwana. they call Father, Father, Na wanaoita Bwana Bwana ni wanani? and who are calling the name of the Father, Mie na wewe you and I, tunamuita Bwana Bwana we call Father, Father, kwa kuomba
in prayers, kwa kuimba, in singing, kwa kuhubiri in preaching kazi ya Mungu. the work of God. Sasa Now, anatusema hivi, he said this. si kila mtu mwenye anasema Bwana Bwana It's not everybody who say mwenye the name of ataingia God katika ufalme wa who's mbinguni. gonna enter in the kingdom of God. Sababu ukasoma tena kule tukusoma yote, When you go down there, we didn't reach there. anasema kwa siku hiyo kuko watu wenye batakuya. He said, on this time there are people who are going to come. Bwana, tulitoa mapepo kwa jina lako. He said, God, we cast in the Bwana, demon in your tulihubiri name. kwa jina lako. We preached in your Bwana, name. tulifanya hiki na kile kwa We jina did lako. this and that in your name. Wanamuita Bwana Bwana. They call Father, Father. Shabaha ya kuingia mbinguni, The purpose of enter in the kingdom of heaven, wanamuita Bwana Bwana they ndio. call Father, Father, yes. Lakini je, wataingia mbinguni? Are they gonna enter in the kingdom of heaven? Tumeangalia leo dunia imevuma We manabii. see today in the world there is a lot of prophets. Watu walishakuwa na majina. People that have different titles. Makanisa ziko full. The churches are all over. Unatembea tu ambili kanisa, unatembea tu You ambili go to kanisa. step church, go one step church. Je, ni wote wataingia mbinguni? The Bible says it's all gonna enter in the kingdom of heaven. Jibu wanatupatia pale kwa Mathayo. The answer they gave us in Matthew Ni wale wanaofanya mapenzi ya Mungu. is those who are doing the work of God. Na utaniuliza mapenzi ya Mungu ni nini? And some they're gonna say, what is the purpose of God? Mapenzi ya Mungu. The will of God. Acha tusome. Mwenye kuna Biblia mtusomee Petro wa pili. Let's read in the book of Peter, 2 Peter 3:9. 3:9. Karibu mwenye kuna Biblia haraka tusome. The book of 2 Peter 3:9. chapter 3 verse 9. God is not being slow in doing what he promised. The way some people understanding the slowness, but God is being patient with you. He does want anyone to be lost. He wants everyone to change their ways and stop sin. Karibu kwa tusome kwa Kiswahili. Petro wa pili 3:9. Nasema hivi, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo letu ni mapenzi ya Mungu ni gani ndio tuko naongelea. Our goal is seeing the will of God. Mapenzi ya Mungu, pointi ya kwanza. The will of God, point number 1. Mungu hapendi hata mtu moya apotee. God doesn't want any part to be lost. Ndio maana hapa tunasoma, And that's why we anasema read. anakuwa mvumilivu. He said God is very patient. Anatuchunga. He cares about us. Ndio maana alileta neema. And that's why he brings the favor. Juu anataka tumurudirie. Because he wants us to go to him. Saki si kwa mlima wa Karmeli. That as like on the Mount of Carmel, Watu walikuwa walishapotea. people they were lost. Ilibidi Elia kusanya watu. Were needed for Elijah Na to put ijulikane kama people kuko together. Mungu wa kweli. And the world know that there is a living God. Alitaka awarudishe watu He kwake. wants them to come together. Na hapa kwa Petro And to Peter, anasema hivi, he said this. Mungu hakawii kutimiza ahadi yake. God is not late to do his promises. Sisi sisi wanadamu tunawazia. Like has human being we think. Lakini anapenda kila mtu afikie toba. But he wants everyone to reach to the goals. Mie Mkristo na wewe Mkristo. You as a Christian and I as a Katika Christian, kufanya mapenzi ya Mungu. on doing the will of God, Jambo la kwanza tunapaswa the kufanya. first things we need to Hii do. ni kazi yetu sisi pia. This is our work too. Kuwaleta watu kwa Yesu wasipotee. To bring people to God so that they won't get lost. Ukaangalia social media za Wakristo wa mingi. If you check a lot of social medias, Manguo, matae, njo tulishabakilia mo distraction.
Hakuna siku Mkristo anaposti verse ya kuhimiza watu. Na unajikuta watu biko napotea pembeni yetu, mu masomo, mu makazi. And you see people are getting lost in works everywhere. Mapenzi ya Mungu ni kwamba The will of God is tuwasaidie watu wafikie toba kama vile we Mungu need to anapenda. help people to reach at the way that God wants them to be. Unapostaka neno la Mungu mara ngapi ku social media yako? How many times did you post the things of God in your social medias? Mungu anapenda tuwarudishe watu kwake. God wants us to bring people to Him. Kuposte foto zako sio mbaya. Posting your pictures is not bad. Uko huru kufanya vile You unapenda. can do whatever you want. Lakini kama mtoto wa Mungu, But as a children of God, uko na kazi pia ya kuwarudisha wale you wamepotea. have the way to bring back Kuwakumbusha the neno lost la sheep. Mungu. To remind them the Siku word of zinaisha. God. The time has gone. Mapenzi ya Mungu. The will of God. Watakaoingia mbinguni Those who are gonna ni wale go wanafanya mapenzi ya into Mungu. heaven, those who are doing the will of God. Katika hili jambo, And in this Mungu matter, anataka tuwarudishe watu God wake ambao wants us to wamepotea. bring His people Uko where na they kazi gani are. ndugu yangu? Which work did you have, Tangu my siku ya beloved, kwanza mpaka siku ya Mungu. from the first day up to Sunday? Unapostaka verse ya Mungu mara ngapi? How many times did you do the mistake before God? Unawaambiaka watu juu ya Yesu mara ngapi? What did you tell people about Jesus? Wenye How many walishatoka times? msafari ulishawahimiza mara ngapi? Those who are going into the journey, how many Wanaofanya times have mapenzi you ya done it? Mungu Those who are doing the work of ndio God, wataingia mbinguni. they are the one who's gonna Na get katika into mapenzi ya heaven. Mungu ni kuwarudisha watu kwa And on Mungu. the will of God is Watu bring warutie people kwa to Mungu. His kingdom, so that these people they can come back Mungu to Him. atusaidie sana. God help us. Ufunuo 1:3 Revelation chapter 1 verse 3. inasema heri, He said, heri it's good kwa wale watu to those people, wanaosikia those who are listening, na kushika and to all maneno ya unabii wa kitabu hiki. the word of the prophets of Ya this pili, world. kwa watu wanaofanya mapenzi ya For Mungu, those who are doing their will, wanasikia neno la Mungu, they hear the word of God. hawataikala tu mkusikia, They won't just be there on listen. wanashika. They hold it. Iko katika mapenzi ya Mungu. It's in the will of God. Usikuwe tu Mkristo wa kuingia na Don't be kutoka. just a Christian of coming in and coming out. Nimeremarkia kama Wakristo wa mingi, I observing a lot of Christians. unaweza muuliza unaenda kama kanisa kufanya nini? When you Atakosa ask atakosa jibu ya them, kukupatia. what are you gonna do in church? They Someone have come nothing to kanisa. tell. Sometimes they come in church. Bwanangu anaenda kanisa, My husband goes to mamangu church. anaenda My kanisa, parents they go to babangu ni church. pastere, My father is mamangu a ni pastor. mwimbaji. My mother is a Lakini ile singer. kutafuta Mungu haiko But mweye. the way of looking Akitoka God is hapa not to be linaishia here. hapa. When you come out of this, it's Ndugu, ended acha from nikwambie. here. Let me tell you, beloved, Wenye wataingia mbinguni those who are gonna enter into the kingdom, ni watu ambao wanawarejesha watu kwa Mungu. they are those who are bringing Na the pia people of God wanaosikia neno la into Mungu those who are listening to the word of na God wanashika neno la and they Mungu. hold the word of God. Wakati tunaishi katika dunia, When we live in this world, nataka ongezea nyingine point. I just want to add another point. Mungu, wakati Yesu alikuwa katika Getsemani, When Jesus was in Gethsemane, aliomba hii maombi: he prayed these prayers. ikiwezekana kikombe hiki kinipitie, If it cannot be, that this lakini si kama pass nipendavyo, away, like the way, not like the way I want, lakini mapenzi yako Baba yafanye. but the will of God be done. Mara mingi mu maisha yetu And really, time to time in our lives, tunapendaka venishie, tunataka njoo we Mungu want afanye. what we want God to do for us. Utakutana kaka anatafuta kuoa, You see, a brother wanna get married. uko mashauri nataka kuja, usiombe mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni ya There is kulilishana. some advice that come and say, don't pray the will of God because the Lakini will of God will wakati always unataka break hearts. kuoa, But when you wanna get married, wakati unataka kuolewa, when you wanna be ambia married, Mungu mapenzi yako ni gani, kwa hiyo tell nataka God kuingilia. what's the purpose, the will of this relationship. Sababu Because mkumbuke kwenye nilianzia kwa mfalme Ahaba na bibi yake check Yezebeli. where I started from how Shetani alijua kama mariage the devil knows that ni maisha yote, marriage is all na the life. akianza haribishia maisha yako kufuae yako When kufuazo, he started killing akisha kuonesha your shua ya life mbaya, and show you a bad unakatala choice, kupata mapenzi ya
Mungu. and you fail to Asema follow the mapenzi ya will Mungu of God, inaishanaka. say the will of God break Kule hearts, mbele utaabudu miungu. there you gonna worshiping the Mfalme Ahaba idols. The Ahab, alikuwa mfalme ambaye alichaguliwa na he Mungu. was the king, was Kwa chosen by yake God, mbaya and being bad, akaharibisha taifa lote la he Mungu. destroyed all the nation of God. Mapenzi ya Mungu The will of God iko na sisi wakati wote tunaambia Mungu akuwe is ndani. with us all the time when we want God to be in us. Ikiwezekana hiki kikombe kiliko napitia saa hii Mungu kipite. If possible, these circumstances are passing, let it pass. Lakini Mungu kama uko unanifundisha kibakie. But if you are teaching me, let it be. Tunapenda Mungu akimbize majaribu tubakilie tu Want free. God to take away the circumstances. so that we Majaribu can- pia yako katika mapenzi ya Mungu. Some of the trials they are in this, they are in the will of God. Danieli katika Babeli. Daniel Danieli katika Babeli. Daniel in Babel, Babylon. in Babylon, Wakati alikuwa huko, when he was there, watu wa Babiloni walikuwa wanaabudu miungu. the people of Babylon, they were worshiping idols. Kusema ijulikane kama Mungu wa mbinguni anakuwaka. For it to be known that the Ilibidi living Danieli God atoke is, kule kwao was Yerusalemu supposed akamleta Daniel Babiloni. to depart from where Mapenzi he ya was Mungu to go to ifanyike juu ile Babylon, taifa ijue kama Mungu so that anaexiste. that nation they can know that God is there. Shadrach, Meshach na Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego. Ule mfalme alitia sanamu. The king put an idol Kusema ijulikane kama Mungu anakuwaka. for being Ilibidi known that wapite God katika is there. moto. They're supposed to pass into fire. Mkristo wa kukimbia majaribu, huko nakimbia mapenzi ya A Mungu. Christian who run away from trial, what are you doing? Bangeshuaka Babiloni hai kama Mungu wa Danieli If anakuwaka. they knew Hapa that tunapanga Babylon, they mshimu know the God of ya Daniel, simba. they didn't want to go into the lion pit. Shadrach, Meshach na Abednego. Shadrach, Meshach, and Abednego, they were not supposed to be thrown onto fire. Nebukadneza angejuaka hai kama kuko The king Mungu. Nebuchadnezzar, he is not supposed to know that there's a Wakati God. Mungu iko anapenda